Bila shaka basi mpenzi mtazamaji, ni katika Afanic TV. Leo basi niko na mgeni katika Afanic TV. Ningependa akajitambulishe kwa jina kwanza kabisa. Mimi kwa majina naitwa Josephat Odhiambo, ama Jose Kiongozi, ama Youth Leader, kutoka hapa eneo la Choka, Mihang'o, Embakasi East, along Kagudo Road. Yes. Bila shaka basi leo umeweza kukaribishwa katika Afanic TV na kuna maswali yenye ambayo ningependa ukaweze kujibu kwa vile katika taifa la Kenya hivi majuzi kumekuwa na malumbano ya siasa. Kwa mfano jana kumeweza kuwa na by election katika taifa letu la Kenya. Ningependa ukaweze kufafanua zaidi kuhusu jinsi ambavyo kura hizo ziliweza kupiwa. Karibu sana. Tumekuwa na uchaguzi katika nchi yetu ya Kenya, na tumekuwa na maeneo kama 7 hivi. Na waka hiyo maeneo 7 tumeona sisi watu wa broad-based government tumeweza kuibuka washindi. So kwanza nataka kuambia hongera kwa viongozi ambao waliweza kuchaguliwa, na pia kupatia pongezi wananchi wa Kenya kwa kuweza kuonesha wa Kenya si wa kabila, na kaweza kuchagua hao watu. Hiyo tu uchaguzi ilikuwa tu just a rehearsal. Tulikuwa tu tunataka kuonesha watu wa opposition nini tutafanya 2027. Umeona watu wamekuja kwa wingi na wakachagua watu wa broad-based government. Hiyo inaonesha ya kwamba wananchi wa Kenya bado wameamua William Samoei Ruto anafanya kazi na anataka wafanyie kazi. That's why wamewapatia watu ambao hataenda kumpinga huko. Umeona? So hiyo nataka kuambia wana opposition wembe ni ule ule, na hata 2027 tunaenda kwenda na viti zote, kwa sababu tunataka viongozi ambao wataweza kusaidia Rais William Ruto kudeliver agenda zake ambayo anatufanyia. Yes. Na ukiangalia kama kuna maeneo kama 6 katika taifa la Kenya, wana siasa wale ambao ni wagombea, na vile vile kulikuwa na vijana wenye ambao wameonekana kutofautiana, wengine wakaanza kupigana. Hata Justin Muturi pale katika upande wa Mbeere niliona akichapa mwana mpiga kura mmoja pale. Katika upande wa Nyamira, Osoro alionekana akija na watu wakaonekana wakisumbuana, wakirusha nini. Upande wa Malava pale vile vile. Ni nini inaweza fanyika ili kila wakati baada ama wakati wa uchaguzi kusije kuonekana watu wakiumia? Ni nini inaweza fanyika kama wewe kiongozi kutoka hapa Choka? Number 1 kwanza, nataka kupatia hongera mwana chairman wa IEBC. Yes. Kwa sababu ameweza kufanya uchaguzi ambao ni peaceful na democratic. Yes. Uchaguzi umekuwa peaceful sana, na watu wameweza kuchaguana kwa haki. Hakuna complainant. Ameweza kufanya uchaguzi kabisa. Hizo fujo kidogo kidogo ambayo ilikuwa hapo, hizo zililetwa na madistractors ambao walitaka waoneshe watu ati kwamba uchaguzi au kuwa wa huru na haki. Lakini kwa kusema ukweli, uchaguzi umekuwa wa huru na haki, na chairman wa IEBC ameweza kufanya kazi nzuri sana. Bila shaka basi kumbuke kwamba ni kutoka hapa Afanic TV, niko na kiongozi Jose hapa, anasema kwamba hongera zaidi kwa chairman wa IEBC. Vile vile basi Jose, ningependa kwa sababu ni msimu wa siasa ambapo unaendelea, ukumbuke kwamba basi katika taifa la Kenya kuna uchaguzi mkuu unaokuja mwaka 2027. Kama vijana Gen Z, ni nini mnaweza fanya ili kuhakikisha kwamba watu hawajaumia, watu hawajalumbana kwa njia yote ile, uchaguzi umechaguliwa bila tatizo lolote ile? Ni nini inaweza fanyika? Kwanza nikwambia vijana wenzangu, number 1 kwanza waweze kujisajili kwa kura na wajiandikishe kwa kura. Kitu ya pili, wasiweze kutumika vibaya. Kuna wanasiasa ambao wamekuwa na hulka mbaya ya kutumia vijana wakati election inaenda kufanyika.
unapewa 1,100 unaenda kutumiwa na kiongozi yoyote. Lakini wakati utakuwa na shida, utashikwa ama utaumizwa, Yes. huyo kiongozi hapatikani, ukipigiwa simu hapatikani. Yeah. So nataka kuambia vijana wenzangu wajiepushe na siasa kama hiyo, na siasa ya kutumika nadhania iliisha. Yes. Na tulisaimaliza. So vijana wawe peaceful, wenye wameweza kutuonesha wako peaceful katika hii election. Yes. Ambapo tu ni wa vijana tu wachache tu ambao walijaribu kuleta vurugu kidogo kidogo wakati walilipwa na opponent, lakini hiyo ni kidogo tu. Yeah. So najua 2027 maneno itakuwa mzuri. Yes. Yes. Na ukumbuke kwamba basi katika taifa la Kenya kumekuwa na upinzani mkali tena zaidi. Lakini baada ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisema kwamba ameacha baadhi ya wana ODM ndani ya serikali ya Mheshimiwa Ruto. Na vile vile kuna baadhi ya wana ODM wanasema kwamba hawakuachwa ndani, bali waliambiwa kwamba mpaka mwaka 2027 itakapofika hapo basi watajua mahali pa kwenda. Je, kama wewe mwana ODM kwa miaka mingi tena zaidi ambayo uliacha kwa serikali, ni kweli ama namna gani? Nataka kuambia wananchi wa Kenya ya kwamba baba yetu Raila Amolo Odinga alituacha kwa mkono ya William Samoei Ruto. Alituacha kwa mkono ya Progress Government. Na pia akatuacha kwa mkono ya Governor Sakaja. So watu ambao wanaambia watu that tuliwachwa until 2027, then until 2027 twende wapi? Tukue kwa mkono ya nani kama si ya William Samoei Ruto? Tumeona venye anaamini well kwa hii nchi. Yes. Ni mchapakazi wenye anafanya kazi. Yeah. Ni ule tu kipovu ndio hawezi ona. Lakini kwa hakika kama si ukabila, Daktari William Samoei Ruto anafanya kazi. Umeona hata leo amekuwa kilaunch huko mabarabara. Yeah. Huko Rironi to Mau Summit barabara. Na ni kitu ambayo inaendelea. So tuache tuchague William Samoei Ruto aweze kutuendeleza kazi. Alisema anataka kuacha hii nchi ikiwe kama Singapore. Yeah. Na yenyewe nimeona ameanza kutransform nchi to Singapore. Yes. Unataka kusema kwamba hii barabara amezindua leo. Yes. Kama wewe mwana broad based government, italeta manufaa magani kwa wananchi? Ya kwanza, ndugu yangu Enoch, hiyo barabara imekuwa ikiua watu sana. Hiyo barabara ndio imekuwa ni barabara kadogo, unaona? Yeah. So ikiwa kadogo, ajali zimekuwa zikifanyika mingi sana. Na apart from ajali, kumekuwa na traffic jam. Yeah. Kwa kwanza wakati huu wa msimu wa Disemba hii. Yes. Kuna kuanga na traffic jam ambao watu wanalala hapo hata siku tatu. Yeah. So wakati hiyo barabara itaweza kufunguliwa, ita connect between Kisumu to Busia, biashara itanawiri, ajali zitapungua, na msongamano wa magari itaisha. So ni kitu ya maana sana ambao William Samoei Ruto anafanya katika hiyo barabara. Lakini kuna madistracted wa broad-based government, wapinzani wetu ambao tayari wameshakimbia kotini. Wamekimbia kotini kupinga hiyo barabara. Unashangaa na watu wanatakanga nini? Watu hawapendi maendeleo. Nikuulize, hiyo barabara Mheshimiwa Ruto amezindua leo? Yes. Kuna mtu ameenda kusimamisha kotini? Kuna mtu ameshaenda kusimamisha kwa kotini. Yes. Unafikiri mbona mtu huyu anaweza kuwa ameenda akaisimamisha? Kama wewe ukiangalia ni sababu gani ambayo inaweza kufanya? Ni watu tu wa opposition wanataka tu kudistract Bwana Rais William Ruto. Lakini tunataka kuwaonya na tuwaambia hata wafanye hizo tu ni just a drop of water, bado maendeleo tutafanya. Yes. Okay. Yeah. Ni vizuri zaidi Jose. Na ukumbuke kwamba basi katika taifa la Kenya kuna vijana wengi tena zaidi. Wengine wanasema kwamba wamesoma, wanasema wana kazi. Je, kuna zile kazi zenye ambazo Mheshimiwa Ruto aliwaahidi ametekeleza zingine, ama kuna zenye ambazo atatengeneza ili vijana wapate kazi? Wewe unaona aje kufikia sasa? Kuna baadhi ya zile kazi zenye ambazo Mheshimiwa Ruto aliwaahidi ametekeleza? Sasa tunaona kama hii kitu ya number 1
affordable housing. Aha. Hiyo kitu ina employ vijana wengi sana. Mhm. Kuna ma electrician, Mhm. ma plumber, Mhm. ma mason, watu wengi wameandikwa na hiyo mambo ya affordable housing. Yes. Ukikuja kwa hii fund inaitwa Nyota Yeah. Fund. Yeah. Hiyo pesa ina employ vijana. Vijana wanapewa mkopo na wanaweza kufungua nazo biashara. Yeah. Na hii mkopo haina sijui unafaa urudishe baada ya miezi gani ama nini. Ni unafanya tu nini pole. Yeah. Okay. So employ vijana sana. Yeah. Vijana ambao walikuwa kwa mawe saizi naona maisha yao imechange. Ukiangalia maneno ya mapikipiki ambao alipeana vijana. Yes. Ametransform life ya vijana wengi sana. So na hii imekuwa tu within 2 years. Kwa sababu ile mwaka yake ya kwanza alikuanga na deputy ambayo hakuwa anampatia hata nafasi ya kufanya kazi, hata hakuwa anaweza kumsaidia. Lakini wakati alileta huyu bwana Kindiki, wanaweza kusaidiana poa na rais anaweza kudeliver. Yeah. So tukiweza muongezea miaka ingine 5, nadhania hii nchi ataitransform iwe kama Singapore wenye rais huwa anasema. Okay. Tenda kuwa Singapore. Yeah. In the next 5 years, Kenya itaenda kuwa Singapore. Na huenda kama hii katiba hata tunaweza amend. Yeah. At least aende hata 4 term. Hii si mambo ya 2 term, hii mambo ya 2 term. 4 term. Na sasa ikifika 4 term, sijui sasa hii nchi itakuwa kama United States of America ama itakuwa wapi. Kulingana na wewe ungependelea zaidi? Yeah, zaidi. Mheshimiwa Ruto apewe 4 term. Yes. Kwa vile akipewa 2 term atafikisha nchi kwa kama Singapore. Yes. Na kwa hivyo unamaanisha kwamba akipewa 4 term anaweza ifanya kwa kama USA. Yes. Watazamaji wetu basi kutoka mahali popote mpo, kazi kwenyu. Huenda Mheshimiwa Ruto mtampatia 2 term, mtampatia 4 term. Jinsi ambavyo Jose amesema hapa kwamba huenda basi akatengeneza nchi ikaweze kuwa bora zaidi. Na vile vile katika taifa la Kenya kumekuwa na vijana wenye ambao hawako kimoja, wako mirengo tofauti. Ni nini inaweza fanyika ili vijana hawa wakaweze kuja pamoja, wakaweze kuwa na mawazo moja, ili kusije kukawa na malumbano ya vijana, yule anarusha ile, yule anarusha lile. Ni nini inaweza fanyika ili vijana wakaweze kuja pamoja, wakaweze kuwa kitu kimoja? Vijana kuweza kuwa pamoja. Number 1, wawache siasa ya kukuwa divided. Kuna watu ambao wanapiganisha vijana. Yeah. Sasa waache hizo siasa ya kupiganisha ya kutoa shilingi 2 ili wapigane. Wakati umepatia kijana handout, umepatia 100,000 ama 50,000, alafu then labda hiyo pesa ni kidogo iwezi wasaidia, umewapatia handout. Yes. Wataenda kupigana. Yeah. So wanasiasa ambao wanapenda mambo ya handout waache kwa vijana. Kama ni kitu unataka kufanya, wewe kuja na project, saidia vijana. Kama ni kaos unafungulia, wafungulie. Kama ni employ vijana, wakusanye into group, wapatie loan, wafungue biashara zao. Okay. Lakini maneno ya kupeana handout, umeita kijana unataka kufanikisha kitu fulani, unampatia hata 500, 1000 aende apige mwingine. Hiyo ndio kitu inaleta division kwa vijana. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Bila shaka basi mpenzi mtazamaji, ni Jose kutoka hapa upande wa Kangundo Road tukiwa ndani ya Afanic TV. Jose, ningependa ukaweze kumalizia, ukaweze kuambia watazamaji kule nje, mashabiki wako kwamba leo uko katika ndani ya Afanic TV, watakie mema, na vile vile hata unaweza waambia wadumishe amani wakati wote wako nje ama kwa maeneo yote yale. Mimi ningetaka kuambia vijana, number 1, silaha yako ni kura. Mchukue kura, mkishachukua kura, mwende mchague kiongozi ambao mnataka. Na kama wewe ni kijana, mara hii viti tujenge vijana. Yeah. Amka, enda uwanie kitu yote ambao unataka. Kama wewe ni kijana, kama unataka ubunge, kama unataka MCA, kama unataka governor, kama unataka urais, lakini rais na governor hapo muachie Dr. William Samoei Ruto. Hata Dr. William Samoei Ruto ni kijana. Kumbuke hapo kwa urais. Na kwa governor pia ni hapo. Lakini hizi viti zingine ndogo tokeni nje mchukue hizi viti. Vijana ya juu tunajua uongozi wa vijana inafanya kazi. Tunaona Sakaja ni kijana. Tunaona wenye anafanya kazi. Tunaamini kwa uongozi ya vijana. Yes. So kitu kingine nataka kuambia wafuasi wangu, mdumishe amani wakati wa hii msimu wa Christmas.
na pia muweze kujisajili kuchukua kura. Mimi pia nitakuwa na declaration yenye nita make very soon. Nitawaambia ni kiti gani ambayo nawania, lakini kwa saa hizi ni mdumisha amani vijana, na watu ambao wanaweka kwa siasa ya kuwapiganisha muachane nao. Bila shaka basi, mpenzi mtazamaji, ni kutoka Panic TV. Mungu azidi kuwa nanyi.